kuelekea katika mbilinge hizi za kumaliza NBC Premier League ambapo ni msimu huu wa 2025-2026. Mengi yameendelea kutokana na hivi kukimbizana kwa hizi timu mbili watani wa jadi wa soka la Tanzania ambapo ni Yanga pamoja na Simba. Ukiangalia Yanga ipo pale kileleni akiwa na michezo yake 23 akiwa na alama 54, huku Simba akiwa nafasi ya pili akiwa na alama 52. Na hiyo yote imetokana na michezo yao iliyopita. Simba jana ametoka kucheza na Mashujaa kule, amepata ushindi mnono kweli kweli. Lakini si hivyo tu, ukiangalia kwa Young Africans ambaye juzi amepoteza mchezo kwa kufungwa magoli 3-2 dhidi ya Dodoma Jiji. Hili imeibua gumzo kubwa sana. Kumekuwa kuna sintofahamu mbalimbali ndani ya club, lakini pia hata kwa mashabiki, kwa sababu kabla ya mchezo huo Yanga alikuwa hajapoteza mchezo wowote. Unbeaten yake katika msimu huu imeenda kuondolewa, tuseme vile, imeenda yani kupoteza mchezo akiwa amekutana na Dodoma Jiji katika mchezo wa 23. Lakini kuelekea katika michezo inayofuata kwa timu zote hizi mbili, ambapo kila shabiki, kila Mtanzania au mdau wa soka anakuwa anataka kujua ni kipi kitatokea, kwa sababu Simba anaenda kukutana na Coastal Union, ambapo Coastal Union ya Tanga anakuwa yuko nyumbani, moja ya timu ambayo haioneshagi mchezo mrahisi endapo timu hizi kubwa zinapokutana, hasa wakiwa katika uwanja ule wa Mkwakwani. Coastal Union itakumbukwa kwenye mashindano mbalimbali ambayo ameshawahi kushiriki. Amekushiriki kwenye CRDB pale ambapo walikutana na Yanga, ulikuwa unaona mbilinge zake, lakini hata inapokutana hivi na Simba ushindi huwa haui mkubwa. Kwa Coastal Union, kutokana na sasa hivi amebadilisha mwalimu, kuna mengi ya kwenda kuyaona, kwa sababu kuna improvement imetokea kwenye kikosi. Wakina Maabad umeona wanafanya performance nzuri, kina Atumani, alikadhalika golikipa wao Chuma Ramadhani ambaye pia amesaidia Coastal Union kwenda kuvuka katika hatua robo finali kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Kwa ni mchezo ambao unatarajiwa kuwa mgumu kweli kweli kwa Simba, sio mchezo rahisi. Lakini si hivyo tu, kuna mbilinge nyingine ambayo pia inasubiriwa kwa hamu. Hapa tunazungumzia walipa kodi, wale wakusanya mapato. Tunamaanisha kwamba Yanga anaenda kukutana na TRA, mchezo unaofuata wa ligi kuu soka Tanzania bara. Katika mchezo wa duru la kwanza, Yanga alienda pale akasare katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Amani pale katika uwanja wa Arusha. Lakini kutokana na mchezo huo kuwa mgumu kwa pande zote mbili, sare ikapatikana. Hapa Yanga akiwa nyumbani, nini kitatokea? Ukiangalia kwa namna ambavyo TRA performance yake au ile fomu yake imekuwa bora sana, kwa sababu ni moja ya timu ambayo kwa msimu huu imeenda imesumbua hivi vilabu vinne vya juu. Tunasema kwamba Simba pale ameenda amesumbuka. Si hivyo tu, utaangalia hata Azam FC juzi tu ametoka kupoteza mchezo wa magoli 4-1. Si hivyo tu, Singida Black Stars pia ameacha alama 3 pale. Young Africans alipofika pale aliacha alama 2, akivuna alama 1 tu kwenye alama 3 ambazo alizozipata. Sasa TRA anakuja huku Dar es Salaam kuifuata Yanga. Yanga ambaye katika mchezo wake wa mwisho ametoka kupoteza. Nini kitatokea? Young Africans kutokana na performance yao sio timu ya kuibeza, lakini Yanga atabaki kuwa timu nambari 1 uwanjani, japokuwa TRA kwa namna ambavyo mwalimu wao Etienne Ndairagije amekutangwa ishike ile timu ya TRA. Unaona kwa namna ambavyo wachezaji, halikadhalika sio tu mchezaji mmoja mmoja, bali kitimu. Ukija kwenye mchezaji mmoja mmoja, kuna baadhi ya wachezaji ambao performance zao pia bado ziko bora. Ukiangalia James Akando naho, mwangazaji kama Ramadhan Chobwedo ambaye amekuwa na performance nzuri kweli kweli, na baadhi ya wachezaji wengine. Kwa hiyo hizi mbilinge za ligi kuu kwa kweli mpaka hivi sasa bingwa hajulikani bado ni nani. Ilikuwa kutokana na ile gap la alama 5 ilikuwa inaonekana kwamba Yanga ana asilimia kubwa ya kupata, lakini kutokana na mchezo ulivyobaki na kwa namna ambavyo Yanga anaonekana kuwa na mechi ngumu zaidi, kwa sababu licha ya mpinzani wake anakutana naye TRA, bado ana Azam FC, bado hawajakutana. Kwa hiyo mbilinge za ligi kuu bado hazijawa katika mstari ule ambao umenyoka utasema kwamba fulani anaenda kuwa bingwa. Huku kesho unaona CRDB pia. Kwa hiyo kwa Simba, yeye ana shauku ya kupata ili kombe la ligi kuu, kwa sababu ni misimu 4 mfululizo hajapata ili kombe. Amechukua kule Muungano Cup, ilikuwa ile ni mwanzo. Kwenye hii ligi kuu napo unaona bado anaendeleza makali yake, na bado kwenye kombe la CRDB ambapo ligi imesimama. Kesho Yanga anaingia uwanjani.